nguvu ya kutuweka uhuru. The truth itself does not have power to set us free. Ukweli mwenyewe hauna nguvu ya kutuweka uhuru. But what makes us free, na kinachotuweka uhuru, it is the understanding of the truth. Ni kuelewa kwetu kuhusu ukweli. What makes us free, kile kinachotuweka uhuru, it is the knowing the truth. Ni kujua ukweli. So until we've come to know the truth, sasa hadi tutakapoweza kujua ukweli, we cannot be set free. Hatuwezi kuwekwa huru. So in other words, you can go, you can live with the truth. Sasa kwa njia nyingine unaweza enda kama umeamini ukweli, but if you don't know it, na usipoijua, the truth can't set you free. Ukweli hautakuweka uhuru. Ndio maana nasema usipotambua Mungu alichokupa, that is why I'm saying if you do not know what God has given you, hakitakuwa na maana kwako. It will not have meaning in your life. Hakitakufanyia chochote. It won't do to you anything. Hebu tuende kwenye Biblia kitabu cha Wakorintho wa pili. Let's go to the Bible in the book of 2 Corinthians. Sura ile ya 13 mstari wa 5. Chapter number 13 verse 5. Nitakuwa nachanganya English na Swahili, that's fine. I will be mixing both English and Kiswahili. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 5. 2 Corinthians chapter number 13 verse 5. Yes. Can you read in Swahili? I will read in English. Okay, you can read in English. Just a minute. Swahili, English, or English? I have also English translation. Now you can read in English and then. Yes, 13:5. 13 verse 5. It says, examine yourselves to see whether you are in the faith. Let's test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. I continue. Katika tafsiri ya Kiswahili, in Kiswahili translation, neno huu mstari unasema hivi. It says, anasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Examine yourself. Jijaribuni wenyewe kama kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe. Examine yourselves if you are in the faith. Au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu hai ndani yenu. Unless you do not know that Christ is alive in you. Isipokuwa mmekataliwa. Unless you fail. Kwa Kiswahili ni mstari unaelezea kwa namna ya tofauti sana. In Kiswahili it explains it differently a little bit. Anasema jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. It says test yourselves, examine yourselves if you are in faith. Jithibitisheni wenyewe. Examine yourselves. Hakuna anayeweza kukuthibitisha kwamba uko katika imani. None is able to examine if you are in faith. Ni wewe ndiwe unaweza kujithibitisha kwamba uko katika imani. But it is you who can examine yourself if you are in faith. Lakini anasema au hamjijui wenyewe kwamba Kristo yu ndani yenu. And it says that maybe you do not know that Christ in you is in you. Anasema isipokuwa mmekataliwa.
And it says, unless you do not know. Inawezekana Yesu akawa ndani ya mtu alafu akawa amekataliwa. Is it possible that Jesus can be in someone but that person is rejected? Halafu maana yake nini mstari huu? What is the meaning of that verse? Unamaanisha kile ambacho Yesu amekifanya ndani yako. It means that which Jesus has put in you, unatakiwa ukijue. You are expected to know. Uamshe nguvu ya Kristo iliyolala ndani yako. You ignite the power of Christ that lies in you. Anza kulitendea kazi neno ndani yako. Begin to put into action the word in you. Na ndipo kile Kristo alichokuahidi kinaanza kutokea kwenye maisha yako. That is when what that Christ promised will begin to work in your life. Kwa hiyo anayetakiwa kujithibitisha ni wewe mwenyewe, sio mtu mwingine. So it is only you who should examine, not another person. Hallelujah. 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 When God wanted to use Moses, he let him discover what he was. Mungu alipotaka kumtumia Musa, alimfanya apate kujitambua kuwa nani. Hallelujah.